Katika sehemu ya 29 ya ufafanuzi au uchambuzi wa kitabu ambacho kinaitwa Ishara za Viumbe katika ulimwengu au katika unabii wa ndoto. Leo nitazungumza kuhusu habari ya mambo ambayo ni machache kidogo. Sitaenda ndani kidogo, nitagusa tu kidogo, lakini kwa urahisi zaidi utapata hicho kitabu kwa ajili ya kukisoma. Kitabu hicho nimekiandika mimi mwenyewe, Dr. Elisaria Palanjo. Kuna wanadamu ambao, kila binadamu ambaye amezaliwa, Mungu amempa hatima yake kuwa kubwa. Yaani hakuna binadamu yoyote ambaye amezaliwa asiwe na jambo la msingi la kulitatua katika hii dunia. Kila binadamu amezaliwa kuwa mtatuzi wa changamoto katika hii dunia. Sasa nini ambacho kinasababisha watu wengine wanakuwa kwenye zile hatima zao? Kama umeitwa daktari ukawa daktari na ukafanya kazi ya udaktari, au kama umeitwa mtu kama civil engineer ukawa civil engineer, lakini wengine ambao wameitwa katika nafasi hizo wakashindwa, pamoja na fursa nzuri ambazo wanaweza kuzipata wakashindwa. Dunia katika ulimwengu wa roho, tunapozungumzia habari ya kala au rangi, tunaona kwamba rangi zote zinaonekana katika uso wa nchi, lakini tunapoanza kuzungumzia rangi zote, yani rangi zote ambazo unazijua, hata kama kuna mali ambazo ziko ardhini zenye hiyo rangi, lakini mpaka zitoke ardhini ndio ziweze kuonekana katika ile rangi. Kwa mfano, dhahabu rangi yake ikiwa ardhini, maana yake inakuwa sehemu ambayo imefichwa, uweze kuiona rangi yake mpaka ije katika ulimwengu wa juu. Sasa kila rangi ina maana yake katika ulimwengu wa roho. Lakini kwa nini watu wamebadilishwa thamani zao? Kwa mfano goldi, rangi ya dhahabu, maana yake ni kitu chenye thamani. Kwa nini watu wamebadilishwa thamani zao? Wameondolewa kwenye ule uhalisia. Kuna ulimwengu wa mimea au ulimwengu wa giza, kupitia viumbe au kupitia mimea, unaweza ukatumika au vikichanganywa kwa pamoja vinaweza vikatumika kwa ajili ya kuharibu hatima ya mtu. Nitazungumza kwa mfano kwenye mti ambao una mizizi. Mti ambao una mizizi na ile mizizi yake inakuwa imetokea au imejitokeza nje ya ardhi. Yaani unapopita sehemu mbalimbali unaweza kuona mti, lakini ule mti una mizizi ambayo inaonekana. Na watu wanapopita katika ile eneo la ule mti wanakuwa wanakanyaga ile mizizi yake. Ile mizizi inakuwa inakanyagwa. Watu mbalimbali wanapita chini ya ule mti wanakanyaga ile mizizi ambayo inakuwa inaonekana. Sasa ulimwengu wa roho unatumia viumbe pamoja na mimea kwa ajili ya cooperate. Sasa katika ile mizizi watu mbalimbali wanakanyaga mahali pale. Kuna mtu mwenye mikosi atakanyaga pale, kuna mtoto mdogo atakanyaga mahali pale, kuna mtu ambaye hana cheo atakanyaga mahali pale, kuna mtu mwenye cheo atakanyaga mahali pale. Mtu yeyote ambaye anapita katika lile eneo bila kujalisha na hali gani atakanyaga pale. Mtu mwenye ugonjwa fulani atakanyaga mahali pale, mwanamke ambaye yuko kwenye mzunguko atakanyaga mahali pale. Yaani kila binadamu ambaye anapita kwenye ile njia ambayo mizizi ile inaonekana anakanyaga. Na anapokanyaga ile mizizi inapotumika sasa kwa njia za giza, inaweza ikaleta madhara kwa mtu ambaye alikuwa na hatima kubwa, lakini maisha yake yote yakawa ni mtu wa kukanyagwa. Yaani hujawahi kuona mtu anadharauliwa na mtoto, mtu anadharauliwa na bibi kikongwe, mtu anadharauliwa, yaani ni mtu anadharauliwa na mtu, yaani hakuna kundi lolote au rika lolote ambalo linakupa heshima. Kwa nini hauna heshima? Kwa sababu ile heshima yako
inaweza ikawa imevurugwa katika ulimwengu wa roho. Ukiona umekosa heshima, maana yake heshima ya mtu inakaa katika ulimwengu wa roho, na mimea pamoja na viumbe vinatumika kama product za kuweza kuharibu hatima ya mtu. Kwa hiyo wakati fulani kama umeona kwamba upandi kimaisha, upandi kielimu, upandi kindoa, upandi yani wewe umedharaulika, hata ukiwa mwanamke watu wanatembea naye, ukiwa na mchumba umelipia mahari watu wanamchukua, yani wewe umedharaulika. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba umepigwa ushirikina wa kusababisha mambo yako yote uonekana wewe hauna maana katika hii dunia. Na hii mizizi ambayo inakuwa imekaa juu, mzizi wa mti ni mzizi upo una ujani, lakini unaonekana ile mizizi imekaa juu, watu wanapita pale wa namna mbalimbali, basi kuna manuizo yanaweza kufanyika na mtu akaingizwa katika hivyo vifungo. Pamoja na mambo mengine, jinsi ya kujifungua kutoka kwenye hivyo vifungo vyote ambavyo nimevizungumza na vinginevyo, basi unaweza kujipatia kitabu chako au nakala yako ya kitabu ambacho kinaitwa Ishara za Viumbe katika Unabii wa Ndoto. Na wewe utajipatia maarifa mbalimbali. Unapoota pia kwamba watu vichao na kupiga, wenda wazimu wanakupiga, au unaota kwamba watoto wadogo wanakurushia mawe, au unaota kwamba watu ambao hawana hadhi wanakudharau, basi ujue kwamba heshima yako na nafasi yako imechukuliwa katika ulimwengu wa roho. Hivyo basi ni vyema utafute namna ya kurejea na upate elimu kamili kupitia hichi kitabu. Asante sana.